Karibu katika episodi ya 13 ya recap yetu. Tunasonga mbele pale tulipokuwa tumekomea katika episodi ya 12. Balaa linaanzia mfalme akiwa anamfokea huyu Malkia na kumwambia kwamba haiwezekaniki, wakati wangu sasa umefika. Mfalme akakubaliana na hali kwamba uchunguzi utakapokuwa umekamilika, basi anaweza akaondoa vichwa vya hao watu wanaowahisi kwa ubaya yeye mwenyewe pasipo kujali kitu chochote kile. Kwa kweli habari hizi kwa waziri mkuu zilikuwa ni habari nzito sana. Alishangaa kuona kwamba mbona kama vile kamfalme ameanza kuota mbawa. Sasa huku upande wa pili bidada Brown amepata taarifa kwamba mfalme ameshaamka na ameendesha kikao kizito sana siku ya leo katika ufalme. Tena alikuwa anajibizana mpaka na Malkia. Na bidada Brown bila hata kupoteza muda, kwanza akawahi kwenda kumtazama mfalme, akamkumbatia na kumpongeza sana kwamba afadhali ameweza kurejea katika afya yake. Mfalme akasema sawa tu. Tena bidada Brown amefurahi sana, akaanza kunywa pombe kiasi kikubwa sana. Anajaribu kuzuiwa, anaambiwa kwamba bana, usinywe pombe nyingi wewe, kumbuka kwamba ni mke wa mfalme, lakini bado akaendelea kunywa tu. Basi wakati bidada amelewa, wakaingia chumbani kwake na kuanza kusechi. Walikuja kugundua kuwa kuna kitabu fulani ambacho kilikuwa kimeweza kuibiwa siku sio nyingi. Hasa kweli ni kwamba bidada Brown wala hakuwa ameiba hicho kitabu. Sasa imekwaje hicho kitabu kiko katika chumba chake? Waziri mkuu akasema atakwenda kushughulikia jambo hilo. Hasa bidada baada ya kulewa akawa anapelekwa chumbani, anakuja kushtuka mishale asubuhi anagundua kwamba alikuwa amelala na mfalme. Sasa apendagi kabisa kulala na mfalme kwa sababu anahisigi huyu ni mwanaume mwenzie. Naye mfalme akaenda kuwafuata wapishi wote, akaanza kuuliza ni nani alikuwa ameandaa kile chakula cha jana mpaka kikawafurahisha watu wote pale katika eneo la mkutano. Mkuu wa masuala ya mapishi bana akaanza kusema ni mimi mzee, nilipika mimi kile chakula, kwani ulikionaje? Mfalme akasema na kijua chakula chako kutoka nilipokuwa nimezaliwa. Unataka kuniambia wewe ndio uliyepika? Una uhakika? Hapana, alipika bidada Brown, ila alisema kwamba niweke siri nionekane kana kwamba mimi ndio nimepika mzee. Mfalme akawa anaelekea kwa bidada Brown kwenda kumuuliza kwa nini aliweza kumsaidia katika kupika vyakula namna ile. Lakini kuna mtu mmoja ambaye ni kipofu, nyakati hizo za usiku alikuwa anaandika vitu katika ukuta. Ni kama hizi alikuwa anatoa ishara kwa mtu ambaye atakuja kufika katika ile eneo, ataelewa tu. Ni kama vile secret code, yani kodi za siri. Lakini baadaye kidogo walikuja watu na kusoma pale, walikuja kugundua kwamba hii inamaanisha kwamba bidada Brown yuko katika hatari kubwa. Na kumbe huyu mwanamke ambaye ni kipofu wala sio kwamba ni mtu baki tu, bali huyu ni mfanyakazi wa mfalme mwaminifu sana na ana uwezo wa kutoa taarifa katika namna ya kipekee mno. Hasa yeye bidada Brown hajui chochote kile kwamba yuko katika hatari. Akazidi tu kila wakati anazidi kuwa jirani na mfalme, hajui hili wala lile. Wakati mwingine anamshika mfalme, hisia za kike zinakuja, wakati mwingine anakumbuka kwamba ana hisia za kiume, anaanza kumfokea mfalme, kwa nini uko hapo wewe? Na anaulizaga hivi kuna chochote kimetokea jana usiku? Sasa mfalme akawa anamtania bidada na kusema kwamba ndiyo tulifanya, lakini sio sana. Na bidada kila anaposikiaga neno hilo anajikutaga analia sana, anatoka nje ya ufalme, anaanza kupiga makelele, watu wanamuwai na kusema kuna shida gani Malkia? Hasa yule mwanamke mchawi kama kawaida kila siku anaalika waganga wapya tu katika ufalme, na siku ya leo mganga mpya akasema kwamba kuna mtu siku ya leo atakwenda kufa katika huu ufalme, na mganga akasema kuna mwanamke ambaye atapoteza maisha yake siku ya leo. Aisee, huyu mwanamke akabaki anashangaa, isije ikawa ni mimi kwa sababu na mwenyewe ni mwanamke, sasa kwa nini nife? Lakini dakika hizo bidada wa John akawa amepishana na yule mganga aliyetoka hapa kwa huyu mwanamke, na akawa anasema kwamba jana nimejisikia wivu sana kwa sababu mfalme alikuwa amelala na bidada Brown na aliniahidi kwamba atakuwa lali naye. Sasa nashangaa kwa nini analala naye. Naye upande wa bidada Brown ana mawazo vibaya mno, haamini kabisa eti kwamba usiku wa jana aliweza kulala na mfalme. Haelewi ilikuwaje mpaka kalala na mfalme. Inaonekana mfalme alikuwa anamtania, lakini bidada ndio hivyo amechukulia kweli na hajui kabisa kwamba mfalme alikuwa anafanya masiara tu. Sasa hichi kitendo cha bidada kujilaumu, kwa nini nimefanya, taarifa ndo zikawa zimemfikia bidada wa John ambaye sasa hivi ana wasiwasi. Yule mkuu wa masuala ya mapishi akasema unisamee madam, kwa sababu jana nimemwambia mfalme kwamba wewe ndio unaipikaga vyakula. Wao wanadhani bidada ana stress kwa sababu mfalme amejua kwamba yeye ndio anapikaga vyakula. Kumbe bidada ana stress kwa sababu siku ya jana ameambiwa kwamba alilala na mfalme. Sasa wakati huo mfalme amekuja huku jikoni kuja kumtazama bidada kwa sababu ameambiwa kwamba mapishi yake ni mazuri sana. Sasa bidada kila anaposikia sauti ya mfalme anakimbia kwa aibu, yani haamini kwamba alilala naye jana. Kumbe mfalme bana anakumbuka kwamba jana ilikuwa ni kuambinde sana, bidada alikuwa anarusha makareti kama vile chui. Sasa mfalme anasema mimi nataka nimkamate huyo bidada niongee naye nimuulize kuna nini. Sasa bidada amekimbia umbali mrefu, akawa anawasikia watu fulani hivi ambao ni viongozi katika ufalme wanaendelea kuongea mambo yao ya siri, lakini wale watu wakawa wameshtuka mara baada tu ya kumweza kumuona mfalme anakuja katika mitaa hii akiwa anamtafuta bidada Brown. Sasa wakati mfalme yuko busy kumtafuta bidada, ghafla tu kuna ujumbe ukaja kwamba kuna habari moja nzito sana mfalme, tunahitaji kuongea na wewe kando. Kumbe siku ya leo bana, Malkia akatangaza rasmi na kusema kwamba kuanzia sasa hivi sitahusika na masuala yoyote yale ya ufalme, kila kitu atakuwa anakiendesha mfalme kwa sababu inaonekana anapenda kufanya hivyo. Kiti cha Malkia kikao kimetolewa pale moja kwa moja, kikabakia kiti cha mfalme pekee, kwa maana ya kwamba huyu ndo atakuwa mtu wa maamuzi. Sasa kwa kuwa Malkia mwenyewe amezila, basi mfalme atakalia hicho kiti na kuendesha
kuendesha maamuzi yake vizuri. Lakini pia zile barua ambazo zilikuwa zinatumwa kwa mfalme kipindi kile walikuwa wamechati mpaka usiku. Leo mfalme amekuja kugundua kwamba bidada alikuwa hamwandikii yeye, bali alikuwa anaandikia watu wengine. Lakini jambo la kushukuru ni kwamba mahusiano yao yameweza kuboreshwa, na bidada akasema, nimekuja kugundua siri ambayo inaendelea. Inaonekana ule mlipuko ambao ulikuwa umetokea ulikuwa ni mlipuko ambao wewe mwenyewe ulikuwa umeuandaa. Na bidada akatoa siri moja nzito sana, akasema, wewe mfalme ndiye ambaye ulikuwa umeandaa ule mlipuko, na lengo lako ilikuwa ni kuweza kumuumbua waziri mkuu, lakini ile njia sio nzuri kwa sababu inahatarisha maisha yako, kwa sababu mimi nakupenda. Hasa bidada anayaongea haya, lakini kumbuka anayeongea ni Mwamba Brown. Sasa Brown haelewi kwamba je, bidada atakapokuja kurudi katika mwili wake ataendelea kumpenda mfalme kama ambavyo yeye ametokea kumpenda kwa sasa. Hasa bwana wewe, huku upande wa pili yule mlinzi anayehusika katika ulinzi wa unga wa bunduki alikuwa anafokewa na kuambiwa kwamba umeruhusuje ule unga wa bunduki uweze kutoka hapa hata kama sio wewe uliokuwa umefanya hivyo. Sasa siku ya leo bana, huku upande wa pili kuna kakikao kamefanyika, kawakuu na wababe wa nchi wanajadili jambo la kuweza kumuondoa mfalme madarakani, na wanasema kwamba kuna kitabu fulani kinaonekana kuwa kimepotea, na hichi kitabu inaonekana ni cha muhimu sana, na mtu ambaye huwa anamsaidia mfalme kwa mambo mengi anaonekana ni yule mke wake ambaye anafahamika kama Brown. Sasa wakawa wameandaa mpango wa kwenda kumtilia sumu bidada Brown usiku wa leo, ikiwezekana afe kufika kesho, na wakawa wamemwambia mfanyakazi wa karibu kabisa wa bidada Brown, lakini huyu mfanyakazi alikuwa anaogopa sana, ikabidi kwenda kumtembelea princess yule ambaye ni mshirikina. Akasema kwamba tayari nimeletewa hela kwamba eti nimtilie bidada Brown sumu, na mimi sitamani kufanya hivyo, naomba msaada wako tafadhali, ukaongee wamtafute mtu mwingine kwa sababu mimi siwezi. Lakini huku upande wa pili mfalme amekaa na walinzi wake waliokuwa wamepigika sana, kwa sababu walikuwa wamekamatwa kwa oda ya waziri mkuu. Sasa akaanza kuatia moyo na kusema kwamba nyie ni watu bora sana kwangu, nitabakia na nyie kila nyakati. Na mfalme akawasihi kwa sasa warudi majumbani kwao wakajitibie majeraha yao, kwa sababu wameumia sana, lakini kuna wakati atakuja kuwaita, ila sio sasa. Basi wakati huo wanaondoka wa jamaa, akajitokeza yule mwanamke kipofu wa jana, na huyu mwanamke anajua siri nyingi sana katika ufalme. Akawa anasema maadui wana mpango wa kumtilia sumu bidada Brown usiku wa leo na kumuondoa maisha yake. Mfalme akasema sawa, nashukuru kwa taarifa. Hasa bidada Brown alikuwa ameketi pamoja na yule mwanamke mshirikina, kumbe naye pia ana mpango wa kuweza kumuua bidada. Walikuwa wametia sumu katika supu ambayo ilikuwa imeweza kuandaliwa. Sasa humu ndani yake kulikuwa kuna kama vipisi fulani vya barafu, na hiyo sumu inaanza kufanya kazi mara tu baada ya barafu kuweza kuyeyuka. Kwa hiyo yule mtu ambaye alikuwa anaonja vyakula akaonja chakula wakati barafu bado imeganda, kwa hiyo itaonekana chakula kilikuwa hakina madhara yoyote, lakini barafu itakapokuwa imeyeyuka, basi kile chakula kitakuwa na madhara kwa maana ya sumu, na bidada Brown atakapokuwa amekunywa basi atakunywa sumu. Hasa kakajitokeza katoto fulani kadogo sana kanampendaga sana bidada Brown. Kalipofika tu katika eneo hili kakasema kwamba nimegundua kwamba hicho chakula ambacho mnaletewa, ili anataka tu kumalizia akagundua kansela alikuwa amefika katika mitaa hii. Akaanza kuogopa kwa sababu huyu mtu ndio aliyekuwa amemuona kwamba ana mpango huo wa kutilia sumu katika vile vyakula. Basi wakamtoa mtoto ambaye alikuwa anakwenda kuharibu mpango muda si mrefu, wakawa wanamsikilizia bidada aweze kunywa hiyo supu. Sasa bidada Brown amenyenyua kile kikapu chake, anataka tu kuinywa ile supu. Ghafla tu mfalme akawa amefika eneo la tukio. Hakutaka kabisa bidada aweze kunywa hiyo supu ambayo ilikuwa ndani yake na sumu, na wote waliomzunguka walikuwa na mpango wa kumuua kupitia njia hiyo. Na kale katoto kakarusha jiwe ambalo likaenda likabonda ile sahani. Yaani huyu mtoto hakutaka kabisa huyu bidada aweze kunywa hiyo sumu. Kila mtu alibaki anashangaa sana. Kansela alipaniki sana, akamfokea sana yule mtoto ambaye ameweza kubonda hiyo supu. Akajua kwamba mtoto ameharibu kila kitu. Na huyu mwanamke mchawi akasema kwamba huyo mtoto akamatwe na apelekwe katika magereza ya watoto, lakini mfalme akasema mtoto huyo asikamatwe kwa sababu ameweza kumsaidia mke wangu, kwa sababu ndani ya hicho kinywaji kulikuwa na sumu. Sasa bidada Brown akawa anauliza, hivi kweli yule mtoto atakuwa salama kabisa? Mfalme akasema wala usihofu, mtoto atakuwa salama kabisa, nitahakikisha namsimamia. Sasa bidada akawa anauliza, alafu ni kwa nini ulitaka kuniua mimi? Mbona sielewi kabisa, kwa nini nimewakosea nini? Akaambiwa ndivyo binadamu walivyo, wanaweza kataka kukuua tu hata bila kosa lolote. Akaambiwa kwamba kuna kitabu ambacho kimekutwa ndani ya chumba chako, inaonekana wewe unahisiwa kwamba msaliti. Bidada akasema mimi? Kitabu gani tena hicho na kinahusiana na nini? Bidada akasema hilo swala la kitabu mimi silijui, jambo la msingi sasa hivi nataka nijue usalama wa yule mtoto. Kweli kabisa, akaenda kumtembelea yule mtoto katika gereza alilokuwa amefungwa, na wakati huo Mwamba Brown akawa ametimba katika hilo eneo na kusema kwamba nataka niwachukue wafungwa wote, wanatakiwa kupelekwa sehemu nyingine. Lakini bidada akawa anamzuia na kusema kwamba kuna mtoto mdogo. Brown akasema kwamba mimi nafuata oda tu ya wakuu wangu. Basi bidada Brown akamwahidi huyu mtoto kwamba atakwenda kumtoa hapo muda si mrefu.
Wakati huo wote walinzi wa mfalme walikuwa wakilinda sana katika haya maeneo, na walikuja kugundua kwamba miongoni mwa wafanyakazi katika ufalme alikuwa anatoroka nyakati za usiku. Ikabidi wamkamate na kuanza kumhoji, unaelekea wapi nyakati hizi? Tena wakamnyoshia upanga, umekitoa wapi hicho kidani ambacho umekishika? We bwana we. Huku upande wa pili kesi ya mtoto mdogo imekuwa nzito vibaya sana, kwani watu ni makatili. Wanasema kwamba kitendo alichokifanya mtoto huyu kuweza kubonda sahani ambayo Malkia alitakiwa kunywea basi ni kosa kubwa na anatakiwa kufa, iwe funzo kwa watoto wengine. Na wakatoa hukumu mbaya sana isiyofanana hata na umri wa mtoto mwenyewe. Wakataandaa sumu wakaweka katika kisahani, kisha wakasema mtoto huyo anatakiwa kunywa kama adhabu yake. Huwezi kuamini, na kwa kuwa ni sheria ya huu ufalme, mpaka mfalme mwenyewe alishindwa kupinga jambo hilo. Kweli kabisa, yule mtoto aliinywa ile sumu yote katika sahani. Bidada Brown anafika akiwa amechelewa sana. Unadhani nini ambacho kitakwenda kujiri? Tukutane katika episodi ya 13 ya tamthilia yetu, itakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kitakwenda kujiri. Je, yule mtoto alikufa kutokana na ile sumu au